Mara nyingi ndoa ni ya mwanamke. Kama ilivyo nyumba ni ya mwanamke, ndoa ni ya mwanamke. Mwanamke ndo ataamua kwamba nyinyi mnaishije. Sawa. Na kama anataka ndoa ingie kwenye moto, itaingia kwenye moto. Ndio maana Biblia pia inasema mwanamke mwovu au mjinga anavunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Haiwezekani yani ikawa tofauti na hapo, kwa sababu ina maana tunataka kupingana na maandiko. Na ndio maana hata kwenye Uislamu mwanamke ndo anatoa ridhaa unioe. Kama mwanamke ndo anaamua nani amuoe. Okay. Ina maana kama ndoa ikiharibika, mtu wa kwanza kumlaumu mwanamke. Sasa yeye ndo atakuja na sababu. Huyu bwana alikuwa mnyanyasaji, huyu bwana alikuwa mwovu kwangu, huyu bwana kadha wa kadha. Lakini pia Mungu ametuwezesha, tuna akili au IQ ya kuspoti mnyanyasaji. Na kuspoti kwamba mambo kwenye ndoa hii yamebadilika. Yani kwamba tuna uwezo wa kusoma pattern. Ukianza tu vitu tunajua tu kwamba huyu sasa kashaanza. Matangazo yameingia au kuna udhamini. Tunajua. Yeah, okay. So, sisi kama tumepewa hiyo IQ ya kuspot, tunaweza tukatoka haraka kabla moto haujawaka kwenye hii ndoa. Tukaaga, tukaomba kupumzika, tukaomba kukaa umbali. Lakini wengine sasa wanakaa na atabadilika, wacha nimvumilie. Ndo sasa mambo yanakuwa makubwa mpaka yanakuwa out of control. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, hao waovu hao ambao wako kondoo kama mbwa mwitu ndani, wapo hata wanaume. Lakini wewe mwanaume ukiwa umetapeliwa na mwanamke, saa nyingine mimi nasema kama 40% unakuwa unataka mwanaume. Unakuwa unataka kwa sababu mwanamke anahitaji vitu viwili tu kutoka kwa mwanaume. Cha kwanza sikilizwe, cha pili msimamo. Mwanamke ukimpa kidole atataka mkono mzima. Sure. Tulivyo wote, hata mimi. Kwa wewe unatakiwa uwe na msimamo kwamba unampa kidole ni kidole tu. Na wakati unampa unakuwa kama unampa unatoa, unampa unatoa. Umpi yote. Hata mwanadamu yote ukimpa yote anaona tu kwamba mtu yote unavyomfanyia kitu zaidi na anavyotakiwa kufanyiwa, anaona kwamba wewe huna option. Sure. Sasa mwanamke unampa hela kiasi kwamba mpaka anaacha kuona mapenzi yako, sasa hivi anaona hela. Kwanza mwanamke unaomjenga katika ground kama hii hawezi kuwa na mapenzi ya dhati kwako. Sasa sikiliza, unampa hela lakini huna msimamo, umsikilizi, hawezi kusikiliza. Kweli. Halafu kila siku kutokana na tarehe za mwezi mahitaji ya wanawake yanabadilika. Na ukisema utampa kila kitu utaweza? Kila siku kuna umri pia akifikia mfano labda miaka 45 kupanda juu wanaanza kupata dalili za menopause. Mahitaji yao yanakuwa tofauti na ya sasa kabla wakiwa mabinti. Wakifika 30